anakuwa ni mzuri, ukimwona kama ni Mwarabu atakunyang'anya mume. Shoga yangu, timua mbwa ile, toa ndani takataka ya Mungu ile, fukuza tena, usiruhusu hata ikalala, toa nje. Mwanaume siku akija kukugeuka hautaamini, mtoto ndo atageuka kuwa mke mwenzako mle ndani na atakuchukulia mumeo. Asubuhi na mapema mama kaja kampa mtoto minguo mingi afue, anamnyanyasa, anaanza kumtesa, akiamini huyu mtoto ataona mateso ni mengi, aondoke hapa ndani. Katoto kanapambana, kanafua na kameambiwa kabla jua lijazama, kawe kamemaliza na kamepiga pasi, kamerudisha. Ela naye anaongeza za kwake. Binti ana mind kinoma, Ela anamwambia aende akafue mwenyewe. Ela analeta ujeuri kwa sababu ni mtoto wa bosi alafu ni mchawi, watamwambia nini? Bidada amemaliza kufua, usiku umeingia, jua hakuna, na kama hazijakauka hilo ni tatizo lingine. Katoto kamepata stress kweli hadi kameenda ndani. Sasa muda si mrefu, kaja Bela hapa. Bela anajua namna gani huyu binti anateswa humu ndani na anapenda sana kumsaidia, maana tayari hao watoto wameshaambiwa huyu si ndugu yao zaidi. Walimchukua tu kipindi ambacho mama alikuwa amegoma kuzaa. Bela alifanya uchawi wake anayejua yeye, itajua jua likashuka, nguo zote zilikauka dakika 0. Binti anakuja kushika, hakuna jua lakini nguo zimekauka. Zimekaukaje? Ela akaenda kumind Bela, kwa ulikuwa unamsaidia. Kwa umeenda kumsaidia, unamwambia kwa nini tusimsaidie? Mbona mimi namuona kama binadamu mwenzetu, hasa ukizingatia ni mtoto wa kike naye pia bado ni mdogo, ana haja ya kusaidiwa pale ambapo tunaona anahitaji msaada. Mama anaingia ndani, jua halijatoka, anashangaa nguo zimekauka vizuri na mtoto amefua vizuri sana, asijue ni uchawi wa Bela ndo umefanya kazi. Wametoka huko mama alikotoka, amerudi nyumbani. Mpango uliokuwepo hapa ni kuhakikisha vyovyote vile iwavyo anakatoa aka katoto humu ndani, kanaondoka humu ndani, maana muda si mrefu huenda kanaweza kakaja kumchukulia mumewe. Sasa huyu mwamba akiwa yuko hapa, hajafungua geti, katoto kamepita. Kamepitaje? Kila akieleza akaona jamani, humu ndani hapako sawa. Akikaa getini anawasha udi, anakaa na udi, ananuia kabisa mapepo wabaya au majini ambao wameibuka humu ndani wasije kumdhuru, kama wametumwa kwa lengo la kuja kumdhuru. Baba amerudi kutoka huko alikotoka, amefika hapa nyumbani, watoto wote wanamkumbatia kwa bashasha. Baba amekakumbatia aka katoto kwa muda, anakauliza kanaendeleaje. Mama anaweka wivu, anaona kama aka katoto vipi kumshika mume wangu muda mrefu hivyo. Anafikiria maneno ya shoga yake, anaona alichoambiwa ni kweli. Katoto kako hapa kamepoa kweli. Baba anakafuata, anakauliza vipi. Mtoto anamwambia mama, bwana ananibana sana, ananinyanyasa, anafanya kazi humu ndani kama mtumwa. Mtoto imebidi tu afunguke ukweli. Kumekucha asubuhi, mtoto anaambiwa atue nguo zake kwenye chumba anacholalaga, aende akalale na dada wa kazi. Mama hataki kabisa huyu binti awe na chumba cha kujitegemea. Imefika usiku, mama ameona haitoshi, amemtoa mtoto nje ya nyumba kabisa asilale ndani. Mtoto akiwa amelala hapa, baba anatoka nje anamkuta huyu mtoto amelala hapa. Kwa nini? Mtoto anasema mama ndo amenifukuza. Yaani mama anakufukuza vipi? Alienda akamwamsha mkewe na alimwashia moto sana. Kwa nini anamfanyia huyu mtoto hivi? Na ni mtoto ambaye humu ndani wanaishi naye kama mtoto wao. Je, ingelikuwa ni mtoto wake angekubali atoke nje aende akalale nje hivyo? Ngoma inaonekana bado ingelikuwa ni ngumu, lakini mama bado amekunja. Anachotaka ni kuendelea kumnyanyasa tu huyu mtoto. Ela akimwona Bela na huyu binti wanaongea, wanapiga story, wanafurahi. Ela ana mind kweli, anajisikia vibaya, anatamani wote waendelee tu kumchukia humu ndani ili aondoke, maana Ela analombaya kama mama yake. Mtoto kazuiliwa hata kwenda shule. Baba anarudi, anashangaa mtoto yupo hapa, hata shule hajaenda. Mama amegoma, amempa eti makazi ya kufanya, yamesababisha mpaka mtoto ameshindwa kwenda shule. Mzee anaumia sana na anachanganyikiwa sana. Imebidi leo aongee na mkewe na amwambie hii itakuwa ni mara ya mwisho. Kama hatolifanyia kazi hili analolisema, basi ajue tatizo ambalo analihofia huenda linaweza likamkuta. Hatokubali na hatoruhusu kabisa kuona huyu mtoto ananyanyasika na kuteswa humu ndani wakati yeye yupo, na huyu mtoto amemlea toka mtoto mdogo, wamemlea kama mtoto wake. Inawezekanaje? Mama alivyoona usintanie, akatafuta watekaji. Huyu binti akaja akatekwa, akapelekwa huko Magwepande, ili mradi ikiwezekana wana wambake tu, wampige, wamuue pote ya pote. Huwezi amini bwana, Ela alikotokea amekuja akamsaidia binti, akarudi naye nyumbani. Yaani Ela analombaya, lakini inapotokea tatizo anakuja anamuokoa mwenzie.
Mlinzi anafungua geti, binti anaingia ndani, analia, anamwambia baba, nilikuwa nimetekwa, nilitumwa na mama, nilivyoenda nikatekwa. Baba akajua kabisa huu mpango ni wa mkewe. Alirudi, alimmind mkewe, alimzingua big time, yani alimzingua mpaka kulivyokucha asubuhi. Mwanamke ikabidi arudi kwa shoga yake kwenda kumwambia yaliyotokea. Afanyeje sasa? Ikabidi waanze kupanga njama, ikiwezekana hata kama vipi, hata wakaue tu akakatoto katoke humu ndani, maana ni kama kanamtesa, kanamfanya mpaka hana amani. Sasa unajua ni nini ambacho kinaendelea humu ndani? Ela kazi yake ni kutaka tu kuwanyanyasa na kuwatesa hawa wazazi wake. Ela baba akiwa amelala, Ela alikuja akampiga kimbola. Wakati anampiga kimbola, akaja dada yake akaja kuzuia. Bela amezuia. Wakati wanapambana, baba akashtuka kutoka usingizini. Mama akaota Ela anampa kombe, anamwambia kunywa. Huyu Bela akaja akamwambia usinywe, ukinywa utakufa, usinywe. Wanashtuka wote kutoka usingizini, wote wamepata ndoto ambazo kwenye ndoto kila mmoja ameona kama hawa watoto humu ndani si watu wa kawaida, ni kama watoto ambao wana asili ya ushirikina. Sasa wanafanyaje? Akarudi kwa shoga yake kumwambia, shoga yangu, hapa ndani kuna kitu hakiko sawa, kuna ndoto nimeiota, ni ndoto mbaya sana, naomba unirudishe kwa yule mganga tulioendaga siku ile, niende nikamwambie hii ndoto kwa nini anitokea hivi, kwa nini hawa watoto na waota hivi, na maana hawa watoto ni wachawi, sio watoto wa kawaida. Au wanarudi kwa mganga, wanaambiwa yule mganga amekufa siku chache zilizopita, hayupo. Kwa kumbe hawa watoto, mama baada ya kukosa watoto kwa muda mrefu alienda kwa mganga, na alivyofika kwa mganga alipewa masharti na dawa za kutumia ili ashike ujauzito azae. Alikosea masharti, mwisho wa siku amezaa, vitoto vimegeuka vichawi, vitoto vinamsumbua kweli. Kiela kimekuja hapa, kimemjibujibu mama shiti, kimemwonesha mbwembo hapa za kichawi. Mama anaanza kumwogopa Ela, anamuona Ela sio mtu mzuri. Wageni wamekuja kutembelea hapa nyumbani, imefika muda waende ndani wakale. Ghafla wakaanza kupigwa makofi, walipigwa makofi mpaka wakakimbia wote. Anayefanya haya yote ni Ela. Akaenda kutafutwa mchungaji hapa aje asaidie, maombi yapite, ikiwezekana kama ni mafuta wapakwe, huenda ikasaidia. Ela alichokifanya, mchungaji alipigwa makofi mpaka akakimbia. Akamwambia ni bora aache hiki anachokifanya, kwa sababu huenda anaweza akaja kumsambaratisha, na hataki kumuua kabisa, yeye ni ndugu yake, lakini hataki kusikia. Baba anaingia ndani, anamkuta Ela alivyokaa hapa, anatia dua zake. Baba ni mpaka akazimia, Ela akabaki anafanya mbwembwe zake. Bela ndo anayeokoa hii familia. Mambo yamekuwa ni mengi sana. Baba akiwa anaondoka kutoka huko alikokuwa anaenda, binti akamtokea. Baba akawa amepata ajali, na alivyokuja ndani akamnyonga mpaka baba akafa. Ela ajenda yake sijui ni nini humu ndani, maana tayari ameshamuua baba. Familia imeona mambo ni mengi, muda ni mchache, aje mchungaji mwingine huenda atasaidia. Mchungaji alivyokuja na yeye alichezea vimbola mpaka akakimbia, likabaki bato la Bela na Ela. Bela imebidi aingie kati na akamwambia Ela, sitaki kukudhuru kwa sababu wewe ni ndugu yangu, mimi sitaki kukuua, ni vyema ufanye kile ambacho nitakuamuru ufanye, bila hivyo nitakusambaratisha. Jaribu uone. Katoto ni kadogo, ni kajeuli, kanaamini uchawi wake. Zikaanza kupigwa hapa, zilipigwa mbele ya mama akiwa anashuhudia hapa. Sasa mama ndo anajua kumbe hawa watoto ni wachawi kwa kiasi hiki. Mtoto alivyomlaza mwenzie chini, yani Bela alivyomlaza Ela chini, akamwambia mama, hii yote ni kwa sababu yako wewe. Wewe ndio ulioleta matatizo humu ndani. Yule mganga ulioenda, masharti mliopeana ndio alioleta hizi mbwembwe zote. Mama akamwambia Bela, familia ya mume wangu, familia ya mashangazi na bibi zako walinipelekea moto sana mpaka nikaonekana mimi sina msaada. Nilichanganyikiwa sana mpaka ikabidi nikamtafute mganga, huenda nikipata mimba itawasaidia wao kuacha kunipigia mikelele na mimi nitakuwa na amani kwenye hii ndoa, maana ilikuwa niondoke. Sasa nashangaa nini kimetokea. Ambia mama yake, wakati ukiwa unaenda kwa mganga tayari mimi nilikuwa niko tumboni, yani ulikuwa ni mjamzito ila mimba ilikuwa bado changa, na mganga alitambua kuwa wewe tayari ni mjamzito. Ile dawa alokupa ili uje uitumie ilikuwa ni dawa ya kutaka kukunyang'anya ule ujauzito uliokuwa nayo, sio dawa ya kukupa ujauzito. Ingekuja kunidhuru mimi. Kitendo cha kukosea wewe masharti kikapelekea kiumbe kingine kikakuwa ndani ya tumbo lako. Kwa hiyo kilikuwa kiumbe kingine. Huyu Ela ni kiumbe kingine ambacho ni matokeo ya kukosea masharti yako. Ndio maana Ela umemwona nguvu zake zipo kwenye kutaka kuwaangamiza tu nyie. Mama hakuamini anachoambiwa, hakuamini anachosikia. Alijuta kweli alichokifanya hicho cha kwenda kutafuta watoto kwa mganga. Aliomba sana msamaha na akaambiwa lete maji, mama anatakiwa apewe maji anywe. Ghafla yule mganga ambaye ilisadikika amekufa anatokea na anamwambia mama asinywe maji maana atamsambaratisha. Bela akamwambia ni lazima anywe maji kwa sababu inatakiwa tukomeshe laana zako ambazo ulikuwa unaleta kwenye hii familia. Kwa nini ulimdanganya mama yangu?
ulifanya hivi kwa ajili ya nini? Mama yalivyokuja maji akanuia binti, alafu akampa mama anywe. Mganga aliungua akakimbia hapa hapa. Binti akaja akamwamsha mdogo wake, wakakumbatiana, akamtoa roho wachafu wote, alafu akasema baba hajafa, ila kuna sehemu alikuwa amechukuliwa na yule mganga, kwa hiyo baba anarudi. Bella sijui alifanya nini, baba akarudi, na baada ya baba kurudi wamekaa kwa pamoja wote wanafurahia kama familia. Bella akamwambia mama yake, sababu iliyopelekea mpaka haya yote yamekukuta ni kitendo cha kumnyanyasa huyu mtoto ambaye ni yatima, hana wazazi. Kitendo cha wewe kuanza kumnyanyasa ndio kimeenda kuamsha maroho mabaya ndani yetu, waanze kupambana na wewe. Kwa hiyo kama unataka uishi kwa amani, unamwona huyu binti ni mtoto wako kuanzia sasa hivi. Muone kama unavyotuona sisi, usije kumuona kwa utofauti hata siku moja. Ila kama haujanisikia, endelea kufanya unachokitaka wewe na endelea kuamini unachokitaka wewe. Huko mbele ya safari utakuja unilalamikie. Baba anawaomba wanaye msamaha na anaomba waishi kwa amani, upendo, ustaarabu, hatamani tena kilichotokea kiendelee. Mama alidondoka magoti na anawaomba wamsamehe sana watoto pamoja na mume wake, waangalie namna gani wanaweza wakatengeneza mustakabali wa maisha mpya, wamalizie walipoishia. Mimi naitwa Joy, hapa naitwa Movie Bank 1. Kama hujapita Movie Tam, ukipita ni unyama zaidi, na huu ndo mwisho wa mzigo wetu. Tukutane kesho kunako kazi nyingine inshallah. Mungu atie wepesi.